kwamba hii maisha unapitia, niko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna kitu ya maana sana katika maisha ya Kristo kusikia hiyo himiziko ndani yako ya kwamba I'm still with you. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ananena na wewe, anakuambia I'm still with you. Hata kama umeinukiwa, hata kama umefika mwisho, hata kama maisha inaonekana ya kwamba wewe umefika mwisho na hakuna jambo lolote, hakuna tumaini lolote, there is someone who will speak unto us. Bwana Yesu asifiwe. Who is the Holy Spirit? Bwana Yesu asifiwe. Ningependa siku ya leo we embrace the grace and the power of the Holy Spirit in our life. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata wakati ambapo uko peke yako, kunaye mmoja hawezi akakuacha, naye ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na atatuwezesha kuona ndoto na maono. Na hiyo jambo ingine, why God speak to us through vision and dream is through to strengthen us, to edify our heart. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatunenea kwa ndoto na kwa maono ili akaweze kutufariji na kututia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hii maisha kama hakuna mtu anakutia nguvu, unaweza kufa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kunao wengi wanafika mwisho na wanakufa moyo, si kwa sababu walipenda, ni kwa sababu walikosa watu ambao ni wa kuwafariji, ni kwa sababu walikosa watu wa kusimama na wao. Lakini asubuhi ya leo na mchana wa leo ni vyema utamani Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata wakati ambapo umeachwa na watu wote, wakati ambapo uko katika jangwani, praise the name of the Lord, kunaye mmoja ambaye atatimiza maono yako, kunaye mmoja atatimiza ndoto zako. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes unaweza ambia watu ya kwamba niliota na niliona. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona Joseph in the book of Genesis, aliota na akaona. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alikuja kuambia na kutangaza ndoto yake kwa baba yake na mama yake na vijana wao, Bwana Yesu asifiwe, aliambiwa ya kwamba wewe umekuwa mtu wa ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Wewe saa yote wewe ndio unaonyeshangwa. Praise the name of the Lord. Inafika wakati kama huo, wakati ambapo uko na nguvu na umeona, ukuja unaniambia mke wangu, sasa nimeona na nimeota, hii hali tunaishi na hii hali tunakaa itafika mwisho. Ananiambia kwa sababu ya venye tumesongwa, ananiambia kwamba wewe ni kukula, ulikula ugali ukashimba, sasa unaanza kuota. Praise the name of the Lord. Unakufa moyo. Praise the name of the Lord. But we have one in our life. Praise the name of the Lord, who is Jesus Christ. Akinena na mioyo yetu anatuambia ya kwamba I'm still with you. Bwana Yesu asifiwe. Anatutia nguvu, anatufariji katika mioyo yetu, anasimama nasi, anatutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Waliofika mwisho siku ya leo niko na ushuhuda yao ya kwamba our God is with you. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na kichwa cha ujumbe wa siku ya leo, to have a positive attitude toward vision and dream. Kukuwa na mwelekeo mzuri kwa maono na ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Kukuwa na mwelekeo thabiti kuhusu ndoto na maono. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo unaweza kuwa na maono, unaweza kuwa unaota ndoto, but you don't have a positive attitude. You have a negative attitude. Ama a negative attitude can rise. Hiyo njia ya kufunja moyo inuke na ifuje ndoto zako na ifuje maono yako. Ile hali ambayo unapitia isimame na inuke, ifuje maono yako na isabaratishe ndoto zako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo nimekuja kukutangazia tunapomalizia mwaka ya kwamba ni vyema kuwa na mwelekeo thabiti. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusu ndoto na maono. Praise the name of the Lord. Ningeomba tukaweze kufunguliwa katika kitabu cha Isaia 61 mstari wa kwanza na mstari wa 3. Ninaponena huu wakati wa Krismasi, we have Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeambiwa kwamba Jesus is the reason of this season. Hallelujah, hallelujah. Biblia inasema ya kwamba the Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Isaia 61. Naomba unibadilishie hiyo fashion. Isaia 61. Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu,
kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie wenyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliofujika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Bwana Yesu asifiwe. Kuwaagiza hao walio katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majifu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili itukuzwe. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni prophet Isaiah, na tuliambiwa ya kwamba in every vision, in every dream lazima ifuatiliwe na neno la unabii. Hauwezi ukaona maono, hauwezi ukaota ndoto, lazima ifuatiliwe na neno la unabii katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Not unless, hata kama umeota ndoto, hata kama uko na maono, not unless you rise up and make a declaration. Praise the name of the Lord. You prophesy, utangazie maisha yako ya kwamba hii hatima yangu na venye Mungu amenionyesha nitasimama. Praise the name of the Lord. Hauwezi ukasimama, hauwezi ukanawiri. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo in our life lazima tukue na neno la unabii katika maisha yetu. Na prophet Isaiah anasema ya kwamba Roho wa Bwana u juu yangu, na amenimwagilia mafuta. Praise the name of the Lord. Amenitia mafuta niwahubirie wenyenyekevu habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Amenituma ili kuwaganga waliofujika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Labda hii mwaka yote kuna wengi wamefujika moyo. Praise the name of the Lord. Roho wa Bwana yu juu yetu. Praise the name of the Lord. Na ametuletea habari njema siku ya leo ili tukaweze kukiria kwamba in our life, in our destiny, praise the name of the Lord, tutasimama na tutaweza kunawiri. Tutamalizia vyema hii mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Waliofujika moyo, ambao roho zao zimefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu amesaliwa ndani yetu. Maana Yesu ametuonea maono ya kuishi tena pamoja na yeye. Praise the name of the Lord. Ni vyema katika maisha yako make declaration. Utangaze ya kwamba hii ni mwaka wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umepitia magumu, hata kama nimepitia mazuri, Bwana Yesu asifiwe, usinyamaze. Ni vyema kutangaza ya kwamba this is the year of the Lord and the Spirit of the Lord is upon me. Praise the name of the Lord. Amenimwagilia mafuta ili nikaweze kutia nguvu ambao wamegojeka, ambao wamefika mwisho. Praise the name of the Lord. Labda ulirota ndoto na hiyo ndoto haikutimia. Praise the name of the Lord. Mungu hajanyamaza na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu haijakunyamazia. Roho wa Bwana yu ndani yetu. Praise the name of the Lord. Na nimekuambia ya kwamba hatuna rafiki mwingine isipokuwa Roho Mtakatifu. Wakati Yesu alikuwa anatoka hapa duniani alituambia ya kwamba nitaenda mbinguni. Praise the name of the Lord. Lakini kunaye mmoja ambaye nitamwachia, naye ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ili wakati ambapo tumefika mwisho, urafiki wa ukweli anasimama nasi. Urafiki wa ukweli anatuonenea. Urafiki wa ukweli anasimama nasi, anatuambia kwamba ndugu yangu, dada yangu, sija kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema usifike mwisho. Maana Isaiah anasema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu. Praise the name of the Lord. Amenitia mafuta ili niwatangazie habari njema waliofika mwisho. Praise the name of the Lord. Hata kama uliota ndoto, hata kama uliona maono na
haijatimia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Usikuve moyo, usivike mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Maana roho wa Bwana yu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na yale ambao amenena na sisi lazima atimize, maana yeye ni mwaminifu. Praise the name of the Lord. Kama kuna kitu ambao ni ya kujivunia kanisa siku ya leo, maana uaminifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu sana na anatimiza ahadi zake. Praise the name of the Lord. Biblia inatuambia ya kwamba Abrahamu akaambiwa na Mungu na akapewa na akaambiwa ya kwamba ikifika nitakubariki. Praise the name of the Lord. Na hizi ahadi aliambiwa akiwa na 90 years. Praise the name of the Lord. Akaambiwa ya kwamba nitakufanya ukue baba ya taifa, na nitakufanya wewe ukue baba mkuu, na utakuwa na uzao mkuu. Na yule anaambiwa hiyo ni mzee na miaka imesonga. Praise the name of the Lord. But our God is faithful. He is faithful. He fulfills his promises. Bwana Yesu asifiwe. Akikuahidia kitu, kama kuna jambo uliona ukiwa ndani ya Mungu, kama kuna kitu uliota, praise the name of the Lord. Our God is faithful. Praise the name of the Lord. Usifike mwisho. Abrahamu ilifika mahali akaanza kama amekufa moyo, lakini Mungu alikuwa ananena na yeye, na Mungu alikuja kutimiza ahadi zake. Na siku ya leo tunakiri ya kwamba Abrahamu ni baba yetu wa taifa. Bwana Yesu asifiwe. Tumetoka katika uzao wa Abrahamu. Praise the name of the Lord. Sisi ni wabarikiwa siku ya leo, maana kunaye mmoja tumeachiwa, naye ni Roho Mtakatifu. Praise the name of the Lord. Na kuachiwa Roho Mtakatifu, Isaia alionyeshwa kitambo sana. Praise the name of the Lord. Na siku ya leo tunajifunia masao ambao zile maono ilionwa na Isaia, zile ndoto ziliotwa na Isaia kuhusu Roho Mtakatifu. Siku ya leo tunajifunia kama kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Praise the name of the Lord. The accepted year of the Lord. This is the year of the Lord. Hii ndio mwaka wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tunaenda kufuka 2026, make a declaration. Bwana Yesu asifiwe. Of your year. Uambie ya kwamba hata kama yale nilikuwa nimeomba, hata kama yale nilikuwa nimeona, hata kama yale nilikuwa nimeota, haijatimia. Praise the name of the Lord. This is my year. This is my year. Praise the name of the Lord. Na nimekuambia ya kwamba in every vision, in every dream, lazima kukue na neno la unabii. Bwana Yesu asifiwe. Not unless you make a declaration. Each and every day when you wake up, make a declaration. Praise the name of the Lord. Sometimes naendanga Nairobi, nikifika tu hivyo, nikitoka tu gari, naambia Mungu, I make a declaration. Nimefika katika hii mji, na hii mji nimeinyakua sasa. Praise the name of the Lord. Nidego watera leo. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema kumiliki. Nimemiliki. Hii anga nimeimiliki. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema kumiliki hata wewe mahali unafanyia kazi. Hiyo anga unaimiliki. Praise the name of the Lord. Unaitangaza kwa dunia ya kiroho. Praise the name of the Lord. We are spiritual people. Praise the name of the Lord. Even the year that we are heading, 2026, is the year of the Lord. Make a declaration. Make the declaration of the year. Tangazia hiyo mwaka. Huu ni mwaka wa Bwana, maana Roho wa Bwana ako juu yetu. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema ya kwamba kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Praise the name of the Lord. Kuna watu utapatana nao wakilia katika hii mwaka tunaelekea. Praise the name of the Lord. Study in the gap. Wafariji, watie nguvu. Praise the name of the Lord. Waambie kwamba ahadi za Bwana Mungu anatimiza. Ahadi za Bwana ni za milele. Praise the name of the Lord. Usiwafuje moyo. Simama na wao. Usiwanene, usiwaongee. Waombe, wafariji. Praise the name of the Lord. Maana wewe Mungu amekufanya nabii na amekumwagilia mafuta. Praise the name of the Lord. Na hii mafuta ni ya Roho Mtakatifu. We have Holy Spirit in us. Na huyu Roho Mtakatifu anatuongoza kwa kila hali na kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mahali kumeharibika, study in the gap and you make a declaration. Bwana Yesu asifiwe. Mahali unaelekea sasa, uambie huyu ndugu na dada, simama imara. Praise the name of the Lord. This is your year. This is your year. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema kutangaza. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 3,
kuwaagiza hao waliao katika Sayuni, those who are crying the Jerusalem, wapewe taji ya maua badala ya majifu. Praise the name of the Lord. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Praise the name of the Lord. Kunao watu ambao ile mwaka tunaelekea watapewa taji. Praise the name of the Lord. Badala ya kuwekwa taji ambao ni ya majifu. Praise the name of the Lord. Badala ya kuwekwa kilio, maisha yao itakuwa ni ya furaha. Nimekuja siku ya leo nikutangazia kwamba the year that we are heading, praise the name of the Lord, kuna watu watainuliwa na Bwana. Kuna watu watapelekwa viwango na viwango. Praise the name of the Lord. Maana roho wa Bwana yu ndani yetu. Kuna watu ambao wataajiriwa makazi. Kuna watu watainuliwa. Praise the name of the Lord. Kuna watu kilio chao kinafika mwisho. Praise the name of the Lord. Ni vyema utangaze. Na siku ya leo nawatangazia ya kwamba there is power in your life. Praise the name of the Lord. There is good destiny in your life. Praise the name of the Lord. Kuna watu ambao watajenga. Kuna watu ambao watanunua mapuroti. Praise the name of the Lord. Maana roho wa Bwana yu ndani yetu na ahadi zake zinadumu milele. Praise the name of the Lord. Natumainia ya kwamba kanisa siku ya leo kila mtu akana maono yake. Kila mtu kuna yale mambo ambao anaota. Praise the name of the Lord. Na sisi zote tunaota na tunaona maono mazuri katika maisha yetu. Praise the name of the Lord. Si Mungu atimize maono yenu. Si Mungu atimize ndoto zenu katika jina la Yesu. Maana Mungu ametuweka na ametupea nguvu zake ili tukaweza kutangazia ambao wanalia asubuhi ya leo, ambao wamefika mwisho. Praise the name of the Lord. Kilio chao kitafika mwisho, hatima yao itakuwa mzuri. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Maana sio kwa nguvu, sio kwa silaha. Praise the name of the Lord. Vita zetu zinapiganiwa huko mbinguni. Praise the name of the Lord. And the Spirit of the Lord is upon us. Praise the name of the Lord. In order he may fulfill our vision. In order he may fulfill our dreams. Bwana Yesu asifiwe. Usiachane na huu Yesu. Usiachane na huu Mungu. Hata kama umefika mwisho, hata kama maisha yako inaonekana hakuna tumaini, hata kama inaonekana ya kwamba you don't have full fees in January. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema kuandika na unakiri maono yako, useme ya kwamba I'll make it. Bwana Yesu asifiwe. I'll make it. Maana ambaye naishi ndani yangu yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wake yu juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ningeomba tukaweze kusoma mstari wa 6 na mstari wa 7. Niwekee ya Kiingereza. Hallelujah. Thank you Lord. Isaia 61 mstari wa 6 na mstari wa 7. Mstari wa 6 na mstari wa 7. Yeah. And you be called priest of the Lord. You be named ministers of our God. You will feed on the wealth of nation, and in their riches you will boast. Bwana Yesu asifiwe. Turudishie hapo tena. You be called the priest of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Utaitwa kuhani wa Mungu. Hii ni maono inaonwa na nabii Isaia. Na anatuambia ya kwamba utaitwa nabii wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. You be named minister. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni minister. Praise the name of the Lord. Wale wote wanaitwa masies, they are honorary. Praise the name of the Lord. Na sisi tumeheshimiwa kuitwa ministers asubuhi ya leo. Know that you have an identity. You have an identity in Jesus Christ. You have an identity. You are not a lesser person. You are a great person in the kingdom of God. Praise the name of the Lord. Ukisikia mtu anaitwa minister, naonanga wakati unaweka crusade, unaona mhubiri anaitwa minister fulani ametoka US. Praise the name of the Lord. Today you are minister. Today you are priest. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ukitangaza yale yote ambayo utatangaza hii mwaka, know that the Spirit of the Lord is upon you. Praise the name of the Lord. You are the priest of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Umemwagiliwa mafuta.
wewe umepakwa mafuta wa Mungu ili ukaweze kutangazia mataifa, ili ukaweze kutangazia jamii yenu, ukatangazie jamii yako. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo natumainia kwamba as we end up the year, praise the name of the Lord, tutamalizia tukiwa salama, tutamalizia tukiwa na nguvu, maana sisi ni makuhani wa Mungu, maana sisi ni maminister. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Sisi ni waheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Majina yetu inajulikana sana. Minister ni mtu ambaye anajulikana duniani mote. Praise the name of the Lord. Na ni ambassador, anaweza tumwa Marekani aende akawakilishe president. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo na sisi tumetumwa na Mungu ili tukamwakilishe. Wherever you go, praise the name of the Lord. Know that you are priest. Know that you are minister. Praise the name of the Lord. Na ile maneno utanena, unene na ujasiri. Praise the name of the Lord. Unene na nguvu. Ile maono utanena na utanenea watu wenu, na utanenea mahali ambapo unafanyia kazi. Ile ndoto ambazo utaota. Praise the name of the Lord. No, you are not a lesser person. Praise the name of the Lord. Mungu anakutumia. Mungu anasimama na wewe. Mungu atakuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. You will feed on the wealth of the nation. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utashimba katika utajiri wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. You feed on the wealth of the nation. Bwana Yesu asifiwe. Katika boma zetu, katika familia zetu hakutakuwa na njaa. Bwana Yesu asifiwe. Maana mataifa yote itatuelekeza. Ukienda kufanya biashara, ukienda kufanya kazi, neema ya Bwana maana iko juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Inakuletea, unamiliki mahali ambapo utaenenda. Bwana Yesu asifiwe. Utaweza kumiliki. Maana sisi tumechaguliwa na Bwana. Maana sisi ni makuhani. Bwana Yesu asifiwe. You feed on the wealth of the nation, and the riches you will boast. Bwana Yesu asifiwe. Next year as we go, as we finish the year, Bwana Yesu asifiwe, watu watatajirika. Bwana Yesu asifiwe. Watu watamiliki. Sijui kama unakubaliana na mimi. Ni vyema ukubaliane na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Maana niliwaambia kwamba the spirit of the Lord is upon us. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Bwana yu ndani yetu. Na yale yote ambayo utanena katika maisha yako, usione ile hali ambapo unapitia, usione ile ndoto ambapo uliota na haikutimia, usione ile yale maono ambayo uliona na haikutimia. Asubuhi ya leo na mchana wa leo, praise the name of the Lord, you will boast. Bwana Yesu asifiwe. On the riches of the nation. Bwana Yesu asifiwe. Utajiri utakutafuta. Tutatafutwa na utajiri. Tutatafutwa na utajiri. Maana sisi tumechaguliwa siku ya leo. Sisi tumewekwa mahali ambapo ni maalum. Bwana Yesu asifiwe. We are not a lesser person. Sisi watu hivi kuanzia siku ya leo. Ni vyema uone maisha yako sasa in another dimension. Uione in another dimension. Uone ya kwamba wewe umechaguliwa. Nione ya kwamba mimi nimechaguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako itabadilishwa. Ile jina ambapo imechafuliwa. Praise the name of the Lord. From today, it's good to utter mystery in your life. Unanena makuu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu ambaye yuko karibu na yeye anashindwa, huyu ni kuota anaota ama ni maono anaona. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes ni vizuri unanena mambo zingine ambazo ni za kustua. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tuenende katika hiyo mstari mwingine. Hallelujah. Thank you, Lord. Instead of their shame, my people will receive a double portion. Praise the name of the Lord. Instead of their shame, my people will receive a double portion. Praise the name of the Lord. Isaia anatoa unabii na anasema ya kwamba zile aibu ulipata, praise the name of the Lord, instead of your shame, people will receive a double portion. Yale mambo ambapo imeimbiwa na shetani na ukaibika, ile biashara ambayo ilifika mwisho, na ile aibu umepitia katika hii mwaka, praise the name of the Lord, as we finish the year,
You will celebrate. Bwana Yesu asifiwe. You will receive a double portion. Praise the name of the Lord. Ni vyema upokee maradufu. Ni vyema tupokee maradufu. Yale ambao imeimbiwa na shetani, ile hatima imeharibiwa na shetani, tupokee maradufu. Maana roho wa Bwana Yuda ni yetu, na ametutia mafuta ili tutangazie waliokufa moyo, waliopitia aibu. Bwana Yesu asifiwe. Watapokea maradufu, watapokea mara 3, watapokea mara 10, watapokea mara 7. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema kukua na imani. Tunapomalizia hii mwaka, umalizie na imani. Ujue ya kwamba yoyote ambayo imeharibika katika maisha yako, it's not over. Mungu hajamalizana na wewe. Mungu hajamalizana na jamii yenu. Mungu hajamalizana na kazi yako. Mungu hajamalizana na mume wako. Mungu hajamalizana na mke wako. Bwana Yesu asifiwe. Ile aibu umepitia asubuhi ya leo, ile aibu umepitia hii mwaka, na tumainia kwamba tumeona maono, tumeota ndoto na sijatimia katika maisha yetu, lakini asubuhi ya leo you receive a double portion. You receive a double portion in the mighty name of the Lord Jesus. Ni vyema upokee yale ambao umekusudia kufanya, yale ambao unatarajia kufanya, yale ambao umekuwa ukiomba, umekuwa ukipitia janga, lakini siku ya leo Biblia inatuambia ya kwamba aibu yako, Bwana Yesu asifiwe, you will receive a double portion, and instead of your disgrace they will rejoice in their inheritance. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya aibu watafurahia, maana we urithi wako utakurejea, urithi ambao umeahidiwa na Mungu, urithi ambao tumeahidiwa na Bwana. Tukiwa katika hapa ulimwengu tutaumiliki katika jina la Yesu. Ni vyema usipoteze tumaini, ni vyema usipoteze maono. Yale maono umeona katika maisha yako, asubuhi ya leo watu wa mataifa watafurahia, maana utamiliki urithi wako katika jina la Yesu. Ni vyema usherekee Bwana, umwambie ni vyema akurejeshe urithi wako, urithi ambao umeimbiwa. Praise the name of the Lord. Even the nation, they will understand you. They might not understand you today, but they will understand you. Make a declaration, have a word of prophecy in your life, in the mighty name of the Lord Jesus. Katika jina la Yesu, katika maisha yako ni vyema ujitabirie, katika hiyo maono umeona. Ni vyema uifuatilie na neno na unabii katika maisha yako. Ile ndoto ambazo umeota, ifuatilie na neno na unabii katika jina la Yesu, ukiambia Mungu ya kwamba ni vyema umeniahidia nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, umenimwagilia Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu utambiri, ufungue kinywa chako katika jina la Yesu. Biblia inatuambia ya kwamba they will rejoice in their inheritance, and so they will inherit a double portion in their land, and everlasting joy will be theirs. Bwana Yesu asifiwe. Furaha ambao ni ya milele na milele itakuwa ni yetu katika jina la Yesu. Furaha ambayo imepotea Mungu atairejesha katika jina la Yesu. Tumeambiwa ya kwamba we receive a double portion in our land katika jina la Yesu. Mahali ambapo unafanyia kazi katika jina la Yesu, you receive a double portion. Mahali ambapo unasimamanga, au receive a double portion. Haijalishi kama shetani amejionyesha, haijalishi kama shetani amesimama mbele yangu, lakini siku ya leo I make a declaration, I will receive a double portion in this life katika jina la Yesu. An everlasting joy will be ours. Furaha ambayo ni ya milele itakuwa ndani yetu katika jina la Yesu. Naamini ya kwamba umehuzunika, naamini ya kwamba umelia, naamini ya kwamba hata umekuwa ukijiuliza ni mpaka lini aibu nitaipitia, ni mpaka lini hii uchungu nitaupitia, ni mpaka lini nitakuwa nikionyeshanwa, ni mpaka lini watu watakuwa akininena. Lakini siku ya leo
an everlasting joy will be yours. Furaha ambayo ni ya milele itakuwa pamoja na wewe katika jina la Yesu. Ni vyema utangazie maisha yako furaha ambayo imeimbiwa na shetani kwa sababu ya leo umepitia. Siku ya leo there is hope, there is hope in our vision and in our dream. Kuna tumaini, kuna tumaini. Hiyo tumaini ya maono tumeona, zile ndoto ambazo tumeota asubuhi ya leo ifuatilie na neno ora unabii katika maisha yako. You make a declaration each and every day, each and every hour. Make a declaration that you are winner, you are the son of king, you are the son of king katika jina la Yesu. Ni vyema, ni vyema, ni vyema utangazie maisha yako. Usinyamazishwe tena na yale ambayo umepitia. Usinyamazishwe tena na marafiki zako. Usinyamazishwe tena na jamii na familia. Shinda isikunyamazishe katika jina la Yesu. Ni vyema, ni vyema, ni vyema ujue ya kwamba an everlasting joy Mungu ametulejeshea. Mungu amerejesha imani. Mungu amerejesha tumaini letu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. An everlasting joy will be yours. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuwa tumefika mwisho. Tunaweza kuwa tumeona ndoto na maono yetu haijatimia katika hii mwaka. Natumainia kuna wengi wameona na wameota ndoto, but they are not yet over. Praise the name of the Lord. Lakini siku ya leo you receive a double portion. Usinyamaze tena. Isaia alimetuambia kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu. Na sisi asubuhi ya leo we have a good friend who is the Holy Spirit. We have a good friend who is the Holy Spirit. Tuliachua Roho Mtakatifu awe anafariji mioyo yetu, awe anatutia nguvu, awe anatutengenezea njia katika jina la Yesu. Ni vyema kuweka urafiki na Roho Mtakatifu, maana hata mpendo wangu anaweza niacha, na rafiki wangu anaweza niacha, lakini mpendo ambaye ni Roho Mtakatifu hawezi akakuacha. Wakati ambapo umerara, wakati ambapo umefika mwisho, he cannot leave you katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunapomalizia mwaka ni vyema utangazie maisha yako ya kwamba wewe hautafika mwisho, ya kwamba ambayo yote ambayo imeibiwa na shetani Mungu ameirejesha, na ameirejesha marandufu. Furaha ambayo imeimbiwa Mungu ameirejesha katika jina la Yesu. Ile biashara unaona kama hautaifanya, ni vyema uianze kuanzia leo katika jina la Yesu. Yale maono uliona, usitupe tumaini, usitupe tumaini. Ni vyema kusimama imara. Simama imara. Wakristo siku ya leo tunaweza kuwa tumefika mwisho, tunaweza kuwa tumefika mwisho, na tunene mambo ya ndoto na maono, na tuanze kuulizana, hata kama niliota na haikutimia, hata kama nilinena na haikutimia, itafika namna gani? Bwana Yesu asifiwe. The Spirit of the Lord is upon us. Praise the name of the Lord. He is the way maker. He make way for our people. He make way for us. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anatengeneza njia. Huu ni mwaminifu sana. Usiachane na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mwema, huu ni mwaminifu. Praise the name of the Lord. We have a good friend. Katika jina la Yesu. Ningeomba praise team wakaweze kukaribia katika jina la Yesu ili tukaweze ningeomba tukaweze kusimama. Rima shata la mayanda.